Kwa wanasimba kama wanakumbuka vizuri, miongoni mwa tukio la kihistoria ambalo limewafanya kuwa timu bora, timu ya tofauti iliyotengeneza mazingira bora sana ya kuacha alama, unazungumza legacy ambayo vilabu vingi sana Tanzania wameweza kuvifuata, na unaweza ukasema Simba Sport Club ni kama baba ama mama aliyechora ramani ya matamasha ndani ya nchi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyoko chini ya Mheshimiwa Rais Madam President Samia Suluhu Hassan. Simba ndio waliochora ramani baada ya kuanzisha tamasha hili msimu wa mwaka 2009, na mwaka huu wanatimiza miaka 17 ya kuwa na matamasha bora zaidi kwenye historia ya nchi hii, na unaweza ukampa congratulation na kokote kula alipo Lage, miongoni mwa waasisi wakubwa wa mawazo ya Simba Day, akijumuika na viongozi wengine waliofanya kuiboresha Simba, kwa maana kwamba kabla ya mashindano wanakwenda kutambulisha wachezaji, lakini pia wanatambulisha asset walizonazo na kucelebrate sikukuu kubwa ambayo inasherekewa 8/8, wanaungana na wao kwenda kuifanya Simba kuwa party ya Watanzania walio wengi ambao huwa wanasherekea tukio hilo. Kwa hiyo ni miaka 17 iliyopita hapa katikati ambayo imekuwa na mambo mengi kweli kweli, ambayo yote kwa pamoja yanakupa tafasili mbili. Ni tamasha la utambulisho wa wachezaji, ni tamasha linalokueleza kwamba Simba wanakwenda kuanza msimu mpya. Sasa kwa sababu Simba imepita kwenye michakato hiyo, yako matamasha mengi sana amepita, na kwangu mimi tamasha ambalo naweza nikasema limekuwa bora zaidi ya matamasha yote kuweza kuyashuhudia ni tamasha la mwaka 2024. Tamasha ambalo kwangu mimi naweza nikasema one of the best moment in football iliyowahi kutokea ndani ya taifa hili. Tamasha ambalo lilikuwa na kauli mbiu moja ya ubaya ubwela. Hii kauli mbiu ya ubaya ubwela, kwanza baada ya kuanzishwa na Ahmed Ali, unaweza ukazungumza hivyo, afisa habari ambaye alikuwa hana muda mrefu ndani ya kikosi cha Simba, aliweza kutengeneza msemo ambao ulikwenda viral. Tunazungumza vijana wa mjini wanasema ile ilikwenda viral, lakini ukiacha kwenda viral, ule msemo ama slogan ilikuja kuwa na impact kubwa sana ndani ya timu. Moja ya impact kubwa ambayo ilikuja kuonekana ni tamasha la tofauti. Moja, tamasha lile liliweza kuuza tiketi siku 3 kabla, zote zikawa zimeisha. Sold tickets 3 days before game, yani siku 3 kabla ya mechi Simba alikuwa ameshamaliza kuuza moja kwa moja tiketi zao za tamasha. Haikuwahi kutokea kwenye matamasha ya nyuma ambayo siku 3 kabla, na dimba lile, kumbuka, ilikuwa ni dimba la Stadio di Benjamin Mkapa. Siku 3 tamasha lilikuwa limeshamaliza kununuliwa tiketi zote. Hile lilitengeneza specialist ya mazingira makubwa ya namna performance ambayo ilikuwepo kwenye tamasha hilo. Ukiacha hapo, Simba ilitengeneza rekodi nyingine kwenye tamasha lile. Kabla ya kufika saa 6:30, dimba la Benjamin Mkapa lilishakuwa full house. Kwa mara ya kwanza Simba walijaza uwanja mapema kuliko iwezekanavyo. Matamasha mengine Simba alikuwa na uwezo wa kujaza uwanja kuanzia saa 8 mpaka saa 9 vile, ndio unaona magepsi yamekamilika. Lakini kwenye tamasha la mwaka 2024 Simba walitumia masaa takribani 6:30 mpaka 7 kuweza kuitengeneza full house Stadio di Benjamin Mkapa. Rekodi nyingine ambayo kwa wanasimba na mimi mwenyewe kwa kuyashuhudia matukio ya Simba naweza nikasema is an amazing event. Ni event ambayo siwezi kuisahau kwa namna ambavyo ilivyokuwa. Lakini ukiacha hapo, Simba ilikuwa na mashabiki wa Simba walikuwa na shauku ya kwenda kushuhudia Simba mpya iliyokuwa imesajiliwa wachezaji wanaokwenda kutengeneza mazingira bora ya kukiacha kile kikosi ambacho kilikuwa kimetumika kwa muda mrefu zaidi ya miaka 5-6 na kwenda kutazama usajili wa wachezaji wapya ambao walikuwa wamekuja. Hii ilikuwa ni hamasa ya kuiona Simba mpya iliyokwenda kutengenezwa, na hatimaye tuliona Simba ile ilifika fainali. Majina ya baadhi ya nyota waliokuwa bora waliosajiliwa kipindi kile kama Jean Charles Ahoua,
jezi nambari 10 kutokea pale Ivory Coast, yalikuwa ni miongoni mwa majina ambayo yalikuwa ameingia msimu wa mwaka 2024. Mtu kama Steven Dese Mkwara, jezi nambari 11, mshambuliaji ambaye alikuwa ni striker aliyesajiliwa kutoka kwenye kikosi cha Asante Kotoko raia wa Uganda, ni miongoni mwa majina makubwa ambayo watu walikuwa wanasubiri. Kila mtu anafahamu mwaka ule ndio alikuwepo Musa Pini Kamara aliyepewa jezi nambari 26, mlinda mlango aliyekuwa bora, aliyekuwa na uwezo mkubwa wa kudaka kutoka pale Guinea, na alisajiliwa kutoka kwenye kikosi cha Holoya FC. Maana yake nini? Hayo ni miongoni mwa majina makubwa yaliyoweza kulifanya tamasha liwe la tofauti, kwa sababu timu ilikuwa inajengwa. Sio tu kwa maana ya kuachao, alikuwepo MVP kwa mara ya kwanza. MVP kutoka Nigeria alikuja kutoka Rivers United, anaitwa Augustine Okajefa aliyepewa jezi nambari 25. Ni miongoni mwa wachezaji ambao waliingia kwenye kikosi na kuhakikisha kwamba wanalifanya tamasha kuwa bora. Ukiacha hapo, unakumbuka goli la Dibura Fernandez Mavambo, jezi namba 17, aliyekuwa ameingia kwenye kikosi, kiungo fundi raia wa Angola ambaye ni miongoni mwa wachezaji wachache ambao walikuwa wameingia kwenye kikosi. Unaweza ukasema kwamba Simba hiyo iliyokuwa mpya imeundwa, hiyo ilikuwa ni hamasa ya kufanya Simba kuwa bora zaidi. Ukiacha wachezaji wachache walioongezeka kwenye kikosi akiwemo Karabwe Chamu, bila kusahau Valentino Nouma, miongoni mwa mabeki ambao walifanya vizuri sana raia wa Burkina Faso, na Joshua Budo Mutale, winga mshambuliaji raia wa Zambia kutoka kwenye kikosi cha Power Dynamo, aliyekuwa miongoni mwa wachezaji wachache waliokuwepo kwenye kikosi. Hii timu iliyokuwa inasukwa upya, hii ndio ilitengeneza foundation ya kwenda kucheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwangu mimi hii ndio Simba Day ya special zaidi kuwahi kuishuhudia kati ya Simba Day zote. Sasa hivi tunakwenda kwenye Simba Day ya 17 toka mwaka 2009. Tamasha hili liweze kuasisiwa na mzee wetu ama mzee Darari, na Mungu ampe maisha marefu sana kwa kuwa na ndio bwana. Okay.